Kwani kilitokea nini? Yaani kuwaje yani? Mbona nashindwa kuelewa? Mimi nilikuwa nimetoka baba, ila narudi tu akapotea hapo kitandani. Kisoda. Wewe Kisoda. Namuomba mtoto wangu sasa hivi. Yaani sitaki masiala na wewe. Sitaki utani kabisa kwenye mtoto wangu. Namtaka mtoto wangu. Sitaki tukosane. Na tutakosana kabisa na unajua. Naomba niletee mtoto wangu sasa hivi. Yes. Kisoda, nakuomba fanya matani yoyote yale unayojisikia kunifanyia, lakini sio haya. Sitaki utani na mtoto wangu Kisoda. Stop! Unajua Kisoda, Mdoli anaongea na wewe kama masiala, lakini mimi naongea nikiwa serious. Sitaki mazoea na mtoto wangu. Sikiliza, huu mchezo usije ukajirudia tena. Sitapendezwa na hii mchezo unacheza na mtoto wakati wewe ni mtu mzima. Mtu mzima gani bwana na wewe? Hebu naomba usimkuze mtoto wa watu. Wewe hujui tu. Nikajitu kazima haka. Yaani hapa kamevaa mwili wa mtoto lakini kana miaka kede wa kede. Alafu sasa usikute hata nafaa kukamkia haka. Alafu kila siku kakija mimi napokea shikamo zake. Kisoda, umewezaje? Naweza nini? Kupotea na kurudi kama hivyo. Na mimi nifundishe. Unajua nini? Hebu acha huo ujinga. Acha huo ujinga kabisa. Akufundishe nini? John, kama hivi. Wewe. Acha hivi. Mtoto wewe mpaka uniue. Tena acha huo ujinga wako Kisoda. Kwanza naomba mnipe mtoto wangu nimnyonyeshe na nyinyi wengine wote nje. Nataka kupumzika sasa hivi na hala huko chumbani. Mami, Out. Kweli ni aibu mwisho wa ubaya, ndiyo nokwenda kutokea. Wapi taiweka sura yangu? Ni historia gani nzuri naweza kuwapa wajukuu zangu wakavutiwa na ujana wangu? Aliyesema maisha hayana formula, sijui aliwaza kitu gani. Lakini maisha yana formula ambapo yatakupeleka kama unavyotaka wewe. Sina mbele wala nyuma. Kwa sasa sikuwahi kufikiria kuwa nitakuja kuwa mfuasi wa kutembelea miguu minne. Wanarudia kila siku wananijia tena kwa vitisho akiniambia samahani muombe, ila pa kwanzia ndo shida man. Hata sijui nini nitafanya kunisamehe, najua inawezekana, ila shida nazaje? Nawaza nitazaje? Zamani momba nikarudia, sasa nawaza nazaje? Shoga yangu, tunakula nini? Mbona uko ndani hakuna kitu kabisa? Na kama unavyoona, ili wiki lote baba John ameshindwa hata kuja kukuona. Yaani kama vile amekutelekeza. Yuko zake bize na mdoli wake. Habari zenu wapendwa. Safi. Na imani wazima afya. Bila kupoteza muda, maana mwenyewe nina mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo, sio ni sababu ya kupoteza muda sana.
Hii ni 100,000. Kanituma baba Joani nikuletee. Amesema kwa sasa yuko busy, lakini atakuja. Pokea mzigo wako. Mimi nashukuru. Naenda. Shogangu, kiukweli una kila sababu ya kumpindua mdoli baba Joani, ili kusudi tena wewe umrudie uolewe kwa mara nyingine. Shogangu, tena na kuomba udhaifu ulionao wa kuumwa tumia vizuri, uhakikishe kabisa huyu baba Joani unampata mpaka msahau huyo mdoli. Si shogangu, unanielewa? Na mimi nipo kama kijumbe tu kwako na kuweza kukupa madini na mbinu za kukusaidia udugu wangu. Nilisahau kama hauongei, lakini najua unanielewa na unanisikia vizuri sana. Yaani kwa hapa tulipofikia, kama ni vita ndo kwanza inaanza upya, mpaka nihakikishe au uhakikishe unakuwa ni Mrs. baba Joani kwa mara nyingine. Sasa naomba nianze na aka 10,000. Tunaenda kununua chipsi kidali, tujisosomore kwa pesa ya Shem darling. Jamani, baba wa familia huyo. Mama mdogo, karibu. Asante. Marahaba. Jamani, binti yangu, yaani unakaa kabisa kama sijamuona mjukuu wangu. Kabla ya yote, yaani nataka nimuone kwanza mjukuu wangu. Jamani, yaani huyu mtoto amefanana na mzee Malingo kabisa. Yaani angekuwa hai babu yake, angetamani kabisa kuwa karibu na kopi yake. Amefanana naye sana jamani. Nakumbuka baba aliniambia kuwa watoto zangu wote watakulia mikononi mwake. Lakini cha ajabu zaidi, hajafanikiwa hata kuatia machoni. Binti yangu jamani. Nisamee bure kwa kukumbusha mbali sana. Kuja ni nyamaze. Nisije nikamletea uchulo mjukuu wangu vile. Bibi yake nipo, babu yake yupo. Yaani tumejaa tele. Tuachane basi na hayo mambo ya huzuni jamani. Mama mdogo Roy, uko sahihi kabisa. Haya jamani, nimekuelewa. Hivi msema anaitwa jina gani? Anaitwa Jaden. Ish. Yaani ni mwendo wa JJ tu yani. John Jaden, waacha wewe. Waacha basi. Ni mambo ya babao huyo. Si unajua tena. Ndio hapa majibu. Twende mbele na turudi nyuma. Pole sana mwanangu. Naongela sana. Kwa maana ni hatua kubwa sana. Alafu pia nakupongeza. Wewe ni mwanamke jasiri sana.
pia ni shupavu mno. Huyo Roy vipi tena? Mbona anaongea kama malaika wa heri? Tena aliyoshushwa leo. Ana plani gani mpya kwa dada Mdori? Afu mjukuu wangu anaonekana sio mrizi kabisa. Ametulia. Yaani mdogo, usitie neno hapo. Atakudhalilisha huyo mtoto. Je, ni king'ola. Analia kuliko mfano. Yaani ni kama kile king'ola cha ambulance. Akianza kupiga makelele hapa, hakuna atakayekaa, kila mtu ataamka kumbembeleza yeye. Yaani hapo alipo anakuvutia muda tu. Wewe subiri. Lakini haonekani kuwa mkorofi. Ako. Mimi wala hata sitii neno hapo. Huu mfuko ni zawadi za Jay. Lakini mtaangalia kwa wakati wenu. Asante mama mdogo. Oya Fashion, unajua toka ulivoniita hapa ni dakika 15 zimepita mpaka sasa. Au zungumzi kitu chochote, shida nini? Au mwanangu na leo umekunywa? Bora ningekuwa nimekunywa kaka. Nimezurumiwa milioni 15 mwenzio. Fashion, umeanza kuchanganikiwa sasa hivi? Wewe milioni 15 umeanza kuishika lini? Kwanza umeitoa wapi pesa nyingi kama hiyo? Yaani pesa ambayo unaipata ndani ya mwaka mmoja na miezi kadhaa. Samundu, yamenifika shingoni, lazima nikwambie. Niliiba pesa ofisini kwetu. Zeni nikaweka katika akaunti ya Amina. Ile ofisini asijue. Uwezi amini, tangu niweke hela katika akaunti ya Amina, napiga simu zake hapatikani. Nimetoa miguu yangu hadi kwake. Cha ajabu nifika pale, hata baba mwenye nyumba ananiambia kuwa hamjui huyo Amina. Fashion, hivi Amina si ndio kwa kufanya umwache Nasra kisa ile shepu lake? Samundu, usinikumbushe. Ninachotaka uniambie unanisaidiaje? Nadhani nilishawahi kukwambia hapo nyuma. Yule Amina mimi alishawahi kuniibia na akaondoka na TV yangu. Lakini hukutaka kunielewa ndugu yangu. Na mimi nilishawahi kukwambia, yule dem sio. Wewe ukaona kama namsingizia ndugu yangu. Sasa umeona sasa kilichokutokea. Yaani kinachonichanganya zaidi na kubwa kuliko ni kuwa sasa hivi ofisini wameshaanza kuzitafuta. Naogopa sana, yaani maana naona kabisa naweza nikapoteza kazi yangu. Lakini pia hata hii nyumba naweza nikaipoteza, kwa maana itakuwa ni mali ya ofisi. Fashion, kwa huu msao leo kutokea, naona kabisa umeenda kuinyia bendera ya taifa. Hivi ni mapenzi yamekusukuma au ujinga? Kila siku nishakukwambia Fashion. Samundu, hebu jaribu kuwa mwelewa basi, nielewe kitu ambacho nazungumza. Nimekuita ili uje unisaidie. Yaani ujue unanisaidiaje, na sio kunikumbusha ya nyuma, kuniumiza moyo wangu. Narudia tena kusema, mimi sina msaada na wewe. Kama huna msaada na mimi hapo umekaa unafanya nini? Unafanya nini? Ondoka sasa. Ondoka. Sawa, naondoka kaka. Ila kwa sasa naona upo sawa kiakili. Ukiwa sawa utanitafuta. Ubaki salama. Kama kweli akufanya kwa dhiki ndio rafiki. Wewe sio rafiki. Hao ndio wanga wenyewe.
hata baadaye tu. Na asala bwana, wainga wanasema liwezekanalo leo lisingoje kesho. Kwa hiyo kama una shida zungumza tu, mimi nakusikiliza. Una uhakika sitokuchelewesha unakwenda? Kwa malaika kama wewe nachelewaje sasa? Yaani ni sasa hivi? Itakusaidia chochote kitu. Mbwa mimi nitalia vibaya. Ni nini kila kimi? Yaani mtu akitoka huko anaweza kujua huyu binti ni chizi. Kumbe maskini ya Mungu. Maana sio kwa hivi ninavyojiongeza peke yangu. Lakini kwa nini nahisi kumpenda sana Patro? Hivi ni sawa kweli hichi ninachokiwaza? Hapana bwana, lakini yeye ni kama ndugu yangu tu, si ndio? Hata hivyo ananisaidia tu, kwa kuwa sina mbele wala nyuma. Karibu. Najua majibu ya maswali yako. Unaongea kuhusu nini wewe? Naongelea future yako ambayo una wasiwasi nayo sana. Future iliyo wazi na mwanga unaong'aa kwa wazi kabisa. Lakini bado naogopa. Unajua unazidi kunichanganya. Kwani wewe ni nani? Lakini sura yako sio ngeni. Sikumbuki nimewahi kukuona wapi. Hauna haja kunijua wala kunifahamu. Ila mimi nina majibu ya maswali yako yote. Ukurasa wako na fashion ulikuwa ndo daraja ya kukufikisha kwa Patro. Ukiwa unamaanisha nini kusema hivi? Elewa kuwa fashion alikuwa ni daraja kwako. Fashion hakuwahi kustahili mwanamke mwema na mrembo kama wewe. Nasla, umebeba baraka juu ya kipaji cha Patro. Muunganiko wa nyota zenu ni zaidi ya mafanikio na furaha. Kwa hiyo unataka kuniambia Patro ndo sehemu ya maisha yangu? Ni fungu lako, ni baraka yako, na ni ubavu wako pia. Sasa wewe ni nani? Na mimi nitakuamini vipi? Mimi ni mtangaza mema tu. Si Shem Kizibo. Kizibo, ni wewe au naota? Ni mimi Shem. Shemeji, uko sawa? Siwezi kuwa sawa shemeji yangu. Maisha yangu yamebadilika sana.
Kama unavyoniona, sina mbele wala sina nyuma. Sasa nini kimekukuta? Najua hauwezi ukaamini, ila maisha yangu yameharibiwa na familia yangu mwenyewe. Kaka yangu amechagua mwanamke na kuniacha mimi ndugu yake, na amehakikisha kuwa sipate kazi sehemu yoyote ile. Pole sana Kizibu. Kwa hiyo sasa hivi unaweza kuniambia unaishi wapi? Nikae wapi? Haya makopo ndio ofisi yangu. Mimi sasa hivi Samundu nimekuwa ni mtu napita mitaani naokota makopo. Ikifika usiku natafuta sehemu yoyote tu nijihifadhi niweze kulala. Lakini pia bado sijapoteza tumaini na maisha yangu. Naamini tu nitakuwa sawa. Aisee. Pole sana shemeji yangu. Nafikiri naweza kukusaidia sehemu ya kwenda kulala. Unasema kweli? Yes. Pale nyumbani kwangu nina sebule na chumba. Nahisi sebule yangu itakufaa kujihifadhi. Shemeji, asante sana. Asante, Mungu akubariki. Sina cha kukulipa. Nashukuru sana. Usijali shemeji yangu. Maisha ni kusaidiana. Kwa hiyo usiwaze kabisa. Ila mke wangu, uzazi umependeza sana. Yaani umezidi kunawiri. Yaani umekuwa mrembo sana. Wewe naye bana, hebu acha kunidanganya. Kwa nini nikudanganye sasa? Umezidi kunawiri, umezidi kuwa mzuri. Ila mashavu sasa kama buju. Yaani wewe una upuuzi. Kwa story yako ndo imeishia hapo. Bana we, kwanza mtu achane na hayo. Vipi? Ulienda kumuona Sonia leo? Tume. Hivi unajua nilisahau kabisa. Alafu na daktari aliniambia nipite kule nikamfanyie massage. Massage? Yesu. Yaani ni bora hata hujaenda. Kwa sababu mimi ningekufa na kilo juu. Yaani wewe tena uende ukaanze kumshikashika Sonia kweli? Mna bana, mimi na wivu siwezi kuruhusu. Lakini yeye ni mgonjwa. Sitaki. Narudia tena sitaki. Naongea kwa msisitizo mume wangu, sitaki. Na kama anahitaji mtu wa masaji, mimi niko tayari kutafuta mtu yoyote. Na nitamlipa pesa yoyote ambayo inahitajika. Lakini sitaki wewe utoke hapa uende ukamshikeshike Sonia. Na sitaki ukaribu wowote kati yako wewe na Sonia. Kweli binadamu nimeamini kweli hawana jema, eti kisamali wamenifanyia husuda nikawa kilema na mke wangu. Baada maisha magumu wakaamua kwenda
nateseka na mwanangu, ila ipo siku hii hali itakuwa vyema. Unahangaika mwenyewe na muda mwingine nakuonea huruma, natamani nikusaidie ila siwezi, nashindwa hata kunyanyuka. Tegemezi langu ni wewe, ila muda mwingine roho yangu inasita. Naona kwa kuwa ni mtoto wa kike, mzigo mzito sidhani katafika. Mwanangu vumilia, Mungu atatupa tena. Kama kusoma utasoma tena. Mwanangu vumilia, Mungu atatupa tena. Umasikini utaisha mapema tu, usichoke mwanangu. Binti yangu, binti yangu, binti yangu, binti yangu. Nitapambana baba mpaka nihakikishe umepona, na wala usiwaze kusumama, nipona wewe atabariki Mola. Na wala usiwe na shaka baba, niamini naweza fanya mazito, iwe kwenye shida na raha, utakuwa na mimi, haya yote mapito. Kinachoniumiza kichwa, sijui ni lini utapona. Kama siwezi kukuambia navyojihisi, roho itakuchoma. Kinachoniumiza kichwa, sijui ni lini utapona baba. Kama siwezi kukuambia navyojihisi, roho itakuchoma. Ila nakupenda baba, baba yangu.